Hai, nini kinachoendelea hapa? Naitwa Oyimbo. Unamfahamu huyu kijana huyu? Tizama jinsi alivyo kijana maskini afu na kala mrembo kama huyu. Utaweza kumtunza wewe? Lakini si mpenzi wangu huyu. Atachukua kutoka kwako. Kwanza huyu mfai huyu. Kijana maskini na mchoyo. Binti anauliza kwani shida nini? Sikiliza, mimi niko hapo kwa niaba ya kumhakikishia baba yangu. Mimi baba yangu tunamdai huyu tena 30,000 kwa miezi 6 sasa. Ameshindwa kulipa kodi yake. Bati lakini naona kuna pesa mfukoni mwako. Mlipe pesa zake. Sikiliza, nilifukuzwa kazi miezi 6 iliyopita. Kwa sina hela. Sikiliza, la sina hela hapa. Na usimwambie kama nina hela huyu jamaa. Lakini naona kuna pesa kwenye mfuko wako wa nyuma. Binti, sina pesa. Yaani sina hela kabisa. Binti anarudia tena, kuna pesa mfuko wako wa nyuma. Sasa jamaa kukagua kucheki. Hakakutana na kibunda bwana. I say. Kakutana na miela. Na dawa kiasi gani? Maki unaongea sana. Ongea tena sasa nikusikie. Zungumza tena. Kumbe ulikuwa na pesa. Shut up, kaa kimya. Utaki nikulipe au? 30,000. Wewe ni 30,000 nakudai. Chama kamhesabia hapo yeye ampatie 30,000 yake asepe. Basi niipe mimi niende. Shut up, kaa kimya nihesabu kwanza. Mpuzini. Tu ya kwanza nikuhesabia hapo hela nikupe. Haya. Shika, mako ulikuwa unagonga gonga sana mlango na piga kelele. Shika hela utembee. Jamaa ka fly. Tizama jinsi ulivyokuwa na flashes baada ya kupata hizo hela. Yaani ukiendelea hivi mimi na wewe tutakuwa na ugomvi kabisa. Yaani mimi na wewe tungombana tena ukiendelea hivi. Basi wakapiana mkono hapo. Aisha akamsifia sana kwamba sasa hivi watakuwa good kabisa, wataishi kama mtu na rafiki yake. Basi yule jamaa akawa ameenda akamwacha Damse pamoja na Betty. Hai. Mambo. Samani sijaelewa, ulijuaje kama kulikuwa na pesa mfukoni mwangu? Basi wakaja wakakaa hapa. Damse pamoja na Betty. Samani naomba kuuliza. Bila shaka. Inaonekana utoki mahali hapa, sio? Ndiyo, kwa sababu mimi ni binti mfalme. Nilisema kweli najua. Tizama ulivyopendeza binti mfalme, urembo wa mfalme. Kwa ni ufalme gani huo? My kingdom is called ni ufalme wa Ijiboni. Ufalme wa Ijiboni. Ndiyo. Na tuko watatu tumeagizwa huku tuje huku kwa ajili ya kufanya tu shughuli, ila baadaye tutaenda. Kama hutojali na wewe tuongozana. Basi sawa, mimi niko tayari kwa lolote, niko tayari kuongozana na nyinyi. Basi sawa, basi tuende kati ya wiki 2 zijazo. Sawa kijana? Tuende ukamuone mzazi wangu. Ukamuone na mama, baba, twende. Basi jamaa kama amekubaliana naye huyo binti kwamba baada ya wiki 2 wataenda. Waende ukamuone baba mkwe. Waende huko. Wakapiga story hapo, wakasema nimemisi sana kuona wazazi wako. Basi sawa, wewe kama uko tayari tusubize wiki 2 zipite, alafu mimi nikupeleke ukaone. Wapo tu na nyara na kupenda sana kama ambavyo unaona wapenda. Yes, na utafurahi sana kuona kwa sababu ni ufalme mkubwa sana. Ufalme wa Ijiboni ni mkubwa mno. Kabisa. Paradise. I say, acha basi kweli. Start living together now. I say sijategemea I say. Do you really mean it? Ndio hivyo, wewe tukienda tutafurahi tu mwenyewe. Tunaukaribisha mno kwa wewe. And you won't leave. Hizo wiki 2 zikifika tu jiandae tuende. You're sure? Yes. Sawa. Okay, I'll take you there. Huyu Betty bwana anataka kumuingiza mkenge ujamaa. Sasa hatujajua. Sasa watazamaji hatujajua. Hawa mabinti watatu wamekuja kuchukua nini huku kwenye huu mji wa pili kwa sababu wamekuja watatu. Na hao watatu kila mtu
ana mpenzi wake. Yaani hao watatu kila mtu ana mpenzi wake. Mfano Beta ana huyu Damse. Kuna yule mwingine tena na yule Kibonge. Kwa hivyo wapo watatu na wameshawapata watatu kwa ajili ya kuwatoa kafara. Tujajua, lakini tuzidi kusonga mbele tutaelewa zaidi. Kigongo kinaitwa The Three Witches. Hii ikiwa ni sehemu ya tatu kabisa. Kuna DJ Befa kutoka Babu Sweru, mzee azi ukiwasha na kunukisha. Siku iliyofuata huyu Beta aliingia hapa kichawi, yani alikuja kichawi hapa kwa Damse. Damse akiwa ameara hana hili wala lile, alitokewa na mzimu mzuka huu. Chapa usingizi. Sasa kama ilipo kawaida majini wana tabia ya kuhisi kitu. Yaani akiwa hapo anaweza kuhisi kwamba huko nje kuna nini kinaendelea. Sasa hisi dada yake anamfuatilia. Yaani yuko humu ndani lakini alihisi kama huko nje kwa dada yake. Hapo sasa inabidi sapo heshima ifuate mkondo. Akatoka nje. Kucheki kweli huyo hapa. Wanahisia sana hawa majini. Vipi na wewe hapo ufuata nini? Naona umejisahau sana, umezama kwa penzi la huyo kijana. Sikia, mimi ninachokifanya hapa nakielewa. Kwa mimi niko hapa kwa ajili ya kumpanga tu, kumweka sawa ili tuweze kumpeleka huko. Hapana, ushakwisha sielewa. Sikiliza, nimempa wiki mbili tu, wiki mbili za wapi? Wiki mbili za wapi? Uje ni mna nawaambia wiki mbili za wapi? Ni 2 days. Yaani siku mbili. Sio wiki mbili, ni siku mbili. Hakikisha wewe umeshampeleka na sio wiki mbili ambazo unazungumzia wewe. Bila sema lakini hizo siku mbili hizo mbona kama haraka sana. Nipata wala hata wiki mbili. Binti anamwambia ni siku mbili. Asante, naona kama wewe unanivuruga sasa kwa sababu kijana mwenyewe shamwambia kwamba nimempanga kabisa kwamba zitakapofika tu wiki mbili tutaenda. Sasa Damsa akiwa amelala hapa akahisi kama huko nje kuna sauti, kuna tena Beta anazungumza. Sasa akahisi huko nje nani anazungumza nani? Anatoka nje akuti mtu anakuta tu Beti mwenyewe. Vipi ongea nani hapa? Pato ni kuja tu kupunga tu upepo. It wasn't me. I wasn't. Niko tu hapa nje napunga upepo wala usijali. Una uhakika lakini? Maki nimekuwa tu kama unazungumza na mtu naona katoka nje kuja kuona je unazungumza na nani? Nashangaa kuja tu hapa sioni mtu. Utakuwa tumesikia vibaya. Mimi niko tu hapa na punga upepo hivyo tu. Nikimaliza tu nitaingia ndani wala usijali. Wewe nenda tu kalale, kenda tu kulala, achape tu usingizi. Mimi niko hapa. Wajua umenipa mashaka sana kwa sababu nilikuwa huko ndani nasikia tu sauti tena sauti yako. Natoka nje sioni mtu. Akawa ulikuwa unapunga upepo sawa. Ngoja nirudi ndani nijipumzie kwa sababu nimechoka sana. Basi sawa wewe ingia lala. Sawa. Mtoto akawa amemfuata wakaingia wote ghetto. Kwa kumbe ina maana Beti na yeye amekuja kumchukua kijana asepe naye huko bahari ya Saba. Hasa akaja hapa akapata msosi Beti pamoja na mshikaji huyu. Kuna samaki hapo na ugali hapo. Chakula kitamu, binti anakisifia kweli chakula. Mala kichefuchefu. Majina walagi samaki, sio jamaa kakosea. Kampa samaki huyu jini. Yaani majini, samaki na majini ni vitu tofauti kwa sababu wote wanaishi baharini. Kwa anaona kama vile amemla jini mwenzie. Kateme hiyo samaki kwanza. Pumbavu, nimesema mimi siri samaki. Kwa nilisha samaki. Siri samaki nishakwambia. Binti anakoa anatema samaki otafu. Aitoka hapo na mzuka amepanic, yani isuri imejikunja na elewi. Akawa jitu la motoni. Wewe nimekwambiaje? Mimi si samaki. Lakini mimi sikuwa najua. Pumbavu, nimesema si fishi. Si samaki mimi. Upande wa pili tunamuona Israeli pamoja na huyu Kigagula wa pili. Anaonekana kumgongea mlango hapo wa gari. Unapenda kulifuata. Umeshafika hadi nyumbani? Haya niambie sasa sikiliza. Leo stoke hapo, kitoka hapo utapata ajali. Sasa huyu jina anamwambia kwamba akisafiri tu ni leo atapata ajali. Na hiki anachokiongea anamaanisha anamwambia. Wewe acha masela lako. Napataje ajali na wewe umejoje kama mimi nitapata ajali? Acha maneno yako ya kijinga wewe. Naweza kupata ajali.
Lakini hiki ninachokuambia usikipuuze jamaa. Usikipuuze. Tutakukosa ujue. Yaani ukisema kwamba eti utaenda tu hivyo hivyo na usifuate kile ambacho nimekuambia. Ukienda kinyume basi utapata ajali na utagongo. Yaani utakufa hiyo siku mwanangu. Utakufa. Haijalishi utasafiri kesho leo, ila sana sana leo ukisafiri leo wewe itakuwa ndio mwisho wa maisha yako. Kwa hiyo inabidi ukae kwa kutulia. Kaa hapa home. Yaani kaa home kutulia. Jamaa anapadika na yaani mimi sisafiri. Binti vipi huyu? Mbona kunizoea vibaya huyu? Yaani mimi sitoki nisisafiri kisa yeye hata amesema kwamba eti mimi nitapata ajali. Ajali kitu gani? Kwa sababu mimi ajali wapi na wapi? Kwanza kajoje kama nitapata ajali. Mara kapigiwa simu na ex wake. Tuseme ex wake. Maki baada wameshaachana. Vipi sasa? Anapigiwa simu kumbe hata sio mchumba wake yule ex wake. Ni doctor. Yaani anamwambia kwamba mpenzi wako sijui ex wako yuko kwa amelazwa kapata ajali. Accident. Wapi? Hospitalini yuko hapa anatibiwa. Ni kwamba mpenzi wake ni jamaa tayari kashagongwa. Amepata ajali yuko hospitali amelazwa. Na huyo jina achomwambia, anamwambia na yeye akitoka tu hapo na gari na yeye pia atapata ajali. Kwa maana hiyo kwamba atakufa watu wawili kwa mpigo. I say hii movie nakwambia imekuwa kali kinoma mpaka mwenyewe DJ nashindwa kuelewa movie gani ambayo yani tamu mpaka mimi mwenyewe. I say mambo kakata simu. Sasa hapa nawaza ngoja tu niende huko sijapokuwa amesema kwa mimi nikienda napata ajali. Wacha liwalo na liwe tu mimi naenda tu hivyo hivyo. Basi ikiwa ni sehemu ya 3 nafikiri ni finali kabisa ile